Ndio. Ijipotoshe. Yaani hapo hata usipomuuliza mtu mwingine. Ndio. Akili yako wewe mwenyewe inatosha kukuambia kwamba mtu bado anakuhitaji na bado anakupenda. Ndio. Haiwezekani mtu akufanyie vitu vyote hivyo kama bado kupenda. Yaani kama ameshakuacha, kama hakupendi hawezi kukufanyia vitu vyote kama hivyo. Ndio. Imagine unahitaji msaada na kitu fulani. Ndio. Unamshirikisha, unaona ni mwenyewe anazama tu mfukoni anakutolea change anakupa. Ndio. Yaani wewe jaribu kufikiria tu kwa akili ya kawaida. Angekuwa ni mtu ambaye hakupendi wala hakuhitaji tena, ungepata chochote hapo? Kwa mimi nisizunguke sana, nijaribu kukwambia kwamba huyo leo bado anakuzimia na bado anakuhitaji sana. So angalia usije ukampoteza na usimkatishe tamaa, na ikitokea kwamba unaweza ukaomba hata msamaha, wewe omba tu msamaha. Kwa sababu wanasema kwamba anayepaswa kupigiwa goti ni Mungu tu. Ila sasa huyo kumbuka ni mtu unayempenda. Na kwenye kuomba msamaha sio lazima upige goti, unaweza kuomba msamaha tu kwa namna nyingi sana. Ndio. Kwa hiyo ni wewe tu unaweza ukamwomba msamaha, ukamwambia yale yote aliyokutendea basi tupate kuweza kuyamaliza na tuanze mwanzo. Ndio. Unasikia hapo mwanangu? Nakusikia. Wewe kwa mpole tu, kwa kuwa kama ni mtu muhimu sana kwako. Wewe msamaha pate kuweza kuyamaliza, kwa sababu wewe kitendo cha kumwambia mama yeye maraya sio kwamba anajiuza. Hizo zote nafikiri hizo message zote kama ulimtumia aliziona. Ndio. Na sio kwamba hakuziona, aliziona. Ila alichukulia kwa sababu ya upendo wake kwako. Ina maana mapenzi siku zote huwa yanamfanya mtu kuwa kipofu na yanamfanya kuwa mtu kuwa kiziwi. Hawezi kusikia wala hawezi kuona. Hata kama kitu ni kibovu na anaona vizuri kwake. Ndio hivyo. Mila yaani ninachojiuliza ni kwamba ni mtu wa aina gani? Anza kulalamika. Sasa mimi huyu mwanamke sijui ananichiti, sijui anafanya nini. Sasa kila siku nampigia simu zangu hapokei. Natuma SMS ya ajibu. Anataka nini? Okay, sasa hivi viera vyake anavyonipa. Mimi nachoka bana. Mimi bora huyu mwanamke niachane naye kuliko kuendelea kuwa kwenye mahusiano kama haya. Siwezi kuendelea kuwa na mwanamke kama huyu mimi. Huyu mwanamke bora niachane naye, tatafuta mwanamke mwingine nioe. Siwezi kuendelea kuishi na huyu mwanamke. Tayari hao wanawake wengine bwana, mwanamke unampigia simu hapokei, unamtumia SMS ajibu. Ajui anataka nini? Kwenye maisha sasa mimi nifanye nini? Mwanamke anakuwa anakuchiti. Sasa mtu unaweza vipi nini na wewe vipi unataka nini? Tulia basi. Sio wewe sio unamtuuliza mimi hapa na stress zangu. Wewe unajua ninataka kuongea na nani hapa? Ngoja usubiri kwanza, ngoja nikao uniambie shida yako basi. Kaa basi tuzungumze. Ila watu mna changamoto hapa. Vipi niambie shida. Sasa ndugu yangu kwenye watu ambao wana changamoto, mimi na changamoto. Hapa nimetoka kupigiwa simu na kaka yangu. Mimi mwanamke wangu bwana, mimi demu wangu amenishinda kwa kweli, nisije nikadanganya. Yule demu kweli kwa wana pesa ananipa hela, lakini sasa ananidharau. Namtumia SMS anijibu. Nampigia simu hapokei. Sasa mtu kama huyu unaweza ukaishije naye? Unajua nisikie. Kitu cha kwanza, wanawake kama wanawake itabidi ni kwenda nao hivyo hivyo. Wewe kitu usichokujua ni kitu kimoja. Na wajua wanawake sio huyo mke wako. Pia kwa watu wengine wanawake zaidia. Naona. Lakini wana changamoto. Ndugu yangu mimi naona za kwangu nikwambie. Wewe sikia. Kuna mwingine hivi brother hivi ni wao wapi? Alikuwa na nilio kule. Alikuwa anajenga. Ndio. Naona. Mke wake sasa
Naona rafiki yake na mke wake animpigia akamwambia kwamba mke wako anatembea ana date na mwanaume mwingine. Naona. Lakini ndio maana anakwambia hiyo unayolalamika sio wewe. Kuna watu wengine zaidi ya wako. Mimi wanalalamika kama wewe. Mimi angekuwa ananichita lakini namtumia SMS anajibu sawa. Sasa mtu mimi penzi la dharau siwezi nisije nikadanganya kwa kweli. Penzi la dharau mimi siliwezi. Yaani huyu mwanamke mimi bora niachane naye. Ananidharau. Sikia nikwambie. Au ulimvuruga? Sikumvuruga, yeye ndo ameanza. Yaani namtumia SMS ajibu. Nampigia simu hapokei. Oh, vipi? Fresh wanangu. Vipi? Kama kawa mwanangu. Shida gani wanangu? Unajua na changamoto ya mapenzi. Shida gani? Inamsumbua, yani mke wake anamsumbua. Anadate na wanaume wengine. Pole mwanangu. Unajua nisikie nikwambie kitu. Haya ni maisha tu. Hayo unayapitia. Naona kuna watu wengine, yani vitendo ambavyo anakufanyia na watu wengine hivyo hivyo. Naona wanawake kama wanawake sio kuamini. Yaani usimwamini kabisa mpaka ndani. Labda wewe ulimwamini. Na mimi sikatai. Lakini mimi kinachoniuma, kwa nini apokee simu zangu? Ndio maana nisikie kitu cha kwanza. Mimi nilikuwa na mpenzi, si ndio? Lakini mpenzi nilikuwa naye alikuwa ananipenda sana. Lakini kilichotokea, alikuja akapenda mwanaume mwingine. Mimi akaniona kama takataka. Nilikuwa namwambia mambo, anasema ananyamaza, ananijibu matusi. Na mimi nahisi huyu atakuwa na mwanaume mwingine kabisa. Ndio kasoro zake. Huko nyuma hakuwa hivi. Mwanzo alikuwa vizuri kabisa, yani amebadilika kwenye hizi wiki 2 3 ndio amebadilika. Sasa nikwambie kitu. Alikuwa na yani alikuwa anaishi kwa unaishi peke yako. Ndio maana matatizo sasa. Ndio maana matatizo. Yaani mwanamke akiishi peke yake, si ndio? Anakutana na wengine. Sasa kukutana na wengine wanamribuni zaidi yako. Sasa ukishamribuni zaidi yako, basi wanaanza kuona kama takataka. Wewe kama ulikuwa unampa vya 100 hivi, mtu anaanza kumpa 50. Netela ndefu. Wanaanza kuona kama takataka. No. Hizo ni changamoto unazipitia. Hata na wengine tunapitia hizo changamoto. Bora hata nijinyonge nitoke duniani. Sasa nisikia. Wewe usijinyonge. Ningekuwa vizuri, yani ningekuwa vizuri, unaona mshikaji. Huyu angekuwa vizuri. Ananilii. Ni bora uende, tafuta kinywaji, nenda ukanywe tu hivi. Unanilii. Sasa mimi mwanangu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Humu duniani kuna changamoto nyingi. Changamoto za mapenzi. Changamoto yani nyingi mno. Mtu unaweza ukawa unamhudumia au anakuhudumia, lakini akakudharau kwa kuwa anakuhudumia wewe una chochote. Akakuona yani ufai, yani huwezi kumfanyia chochote. Kwa hiyo ndio maana huyo mdada ndio maana akakufanyia hivyo. Mimi nakushauri achana naye tu. Au ikiwezekana, si ndio? Sikiliza. Yani ikiwezekana kama unampenda umeshamzimia, ongea na mama yako au baba yako. Mwite mkae chini mzungumze, si ni kweli? Yaani wakae chini kabisa na mwanamke hawepo. Mkae mjadili. Mwanamke hawezi kufanya hivi, umeshamgaramia vitu vingi tu. Na vijua mwanangu, yani mapenzi tu yanatesa. Na wengine hivyo lakini pole. Asante. Hani maisha tu. Na kutia hivyo mwanangu. Yaani mwanaume unasema nifanyaje? Kujikaza. Asante sana. Mimi nawaelewa wazee. Mimi nawaelewa mnachokiona. Tafanyia kazi ushauri wenu. Yaani ndio. Yaani mwanangu pole, yani jikaze. Safi. Usije ukanywa sumu mwanangu tukakupoteza hapa duniani. Ikawa hatari. Nilipokuja nikakuona stress zako hizi. Zimenichanganya kabisa. Sema huyu leo lazima ajinyonge kabisa. Yaani hapo ni vizuri safi sana. Usije ukajinyonga ukaleta hatari. Unajua mwanangu ukipotea duniani tunakupunguza. Hapo Mungu atalalamika. Siwezi kujiua. Siwezi kujinyonga wazee. Usije ukajinyonga ukaleta hatari, watu wakaanza kulia. Bako akao. Basi niwatoe, niwasindikize. Haya. Wanawake wana changamoto. Mapenzi hataua mtu. Kweli sana. Yaani naweza kufa kwa kweli. Sione wewe sio mmoja, kuna wengine zaidi yako. Wana changamoto kama zako. Hivi vitu tunavipitia.
tunavipitia, halafu tu unakunywa tu, stress yanaisha. Sio wewe tu. Kwa ushauri ndio nipa na kaka ushauri alionaambia. Hapa ashajua cha kufanya. Yaani wewe cha kufanya. Sikia nikwambie kitu. Unamwendea polepole, unatafuta vizawadi unampa ili mrudishe sasa aanze kukupenda wewe. Wala achane nao. Unaona? Akishakupenda wewe. Yaani mbona ni fresh tu. Mambo yanakuwa fresh. Yaani wala naachana nao kabisa.